Hello and welcome to our YouTube channel Alex TV. Thank you very much for those of you subscribing to our channel. Leo kuna mengi mazuri. So number one, ni nani alikosea huyu mzee? Kama kuja kwenye maisha yako ni kosa ni ukajaliwa kupata watoto. Lakini tumeishi kwa kipindi kirefu kidogo, baadaye tukaja tukashindana. Yule mwanamke akaondoka, mke wangu akawa ameondoka, tukaachana. Kwa nikakaa kwa muda sana bila kuwa na mtu. Lakini baadaye nikaona sasa mimi nitaendelea kukaa hivi mpaka lini? Mimi ni binadamu na nina mahitaji ya mwanamke kuwa naye kama binadamu. Lakini vile vile jamii itaniangaliaje ninapoendelea kuwa nakaa hivi bila kuwa na mtu? Jamii itaniangaliaje? Haiwezi kuniangalia vizuri. Nikaona hapana, sio kitu kizuri. Kwa hiyo ndipo ilipofika sasa kuingia kwenye mahusiano na huyu binti ambayo ndio sasa nakwenda kumzungumzia. Kama nilivyosema, baada ya kukaa kwa muda mrefu sana nikakutana na huyo binti. Nilivyomwangalia tukawa tumekubaliana, tukawa tumeanzisha mahusiano yale, tuko kwenye mahusiano. Kumbuka wakati huo mimi nilikuwa nimesha staff katika shughuli zangu. Nilikuwa nimeajiriwa, nimestaff, niko nyumbani. Kwa hiyo niko nyumbani, kile kipato hasa cha uhakika usema kwamba ninapata kipato kwa tarehe hii hakipo tena. Kwa hiyo nibakia ni pension tu. Basi tukaa kwenye mahusiano na ule binti. Kwa bahati nzuri au mbaya, tuseme ni bahati nzuri, wakati ule binti akatokea kupata ujauzito, akajifungua mtoto. Baada ya kujifungua mtoto, ule binti akaanza kuumwa. Akawa anaumwa sana, maradhi akaumwa sana. Wakati anaumwa tukahangaikiana, unajua mtu ni uko naye hawezi kupata matatizo afu kumkimbia. Basi nikamhangaikia huku na huku hospitalini, sehemu zingine tulikuwa tunazijua si kwa ajili ya kupata nafuu yake. Lakini ile hali iliendelea kuwa mbaya sana kwa ule binti. Kaona sasa mnafanyaje? Hali inazidi kuwa ngumu. Na mimi ingawa kweli ni mstaafu, lakini sio kwamba mtu unapokuwa uko nyumbani ndo basi wewe unalala, unaamka unalala, hapana. Kuna wakati unaweza kuwa unatoka, unaenda kuangalia angalau vitu fulani, unaweza kuokota hata shilingi 2-3 ukarudi nyumbani. Si ndio hivyo? Nikaona sasa hii hali imezidi kuwa mbaya. Katika wakati huo niko nyumbani, kuna mambo mengi yalipitika, misukosuko mingi. Ikiwa ni pamoja na maradhi ya huyo binti, lakini pamoja na matumizi yake, kwa sababu alikuwa ni binti mdogo, alikuwa na matumizi makubwa. Mimi nilikuwa na nyumba hizi. Kwa hiyo misukosuko ilionipata kwa baadhi ya miaka kadhaa niko na huyo binti. Nyumba zangu 3 niliziuza. 3 ziliuzwa kwa ajili ya matatizo fulani ya pale nyumbani, lakini pamoja na kumuuguza yeye. Ukalazimika kuuza nyumba 3. Niliuza ya kwanza, bado mambo yakale ya pili mpaka ya 3. Nikabakia na nyumba hii moja bado ninaishi. Apparently inasemekana kwamba huyu mzee alitendwa na msichana fulani, kwamba baada ya kupiga retire ndugu zetu pale Tanzania tunaambiwa kwamba bibi yake mkubwa alimwacha, alafu baadaye akapata mpenzi mchanga wa pembeni. Nakwambia huyu mpenzi alisukuma mali yake kama kitu kingine. Naambia kwamba alikuwa na nyumba 3. Wakati ambapo mpenzi wake alikuwa alimwacha akiwa na nyumba 1. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa kwa huyu jamaa wetu ambaye tunaona kila wakati akipiga sherehe na akipendezwa sana na wimbo mmoja ambao ulikuwa unajirudia kwamba kama kuna makosa amekosa asamewe na kadhalika. Kama kupenda kwake kwa huyu jamaa ilikuwa ni vibaya, basi asamewe. Ni kweli naona kwamba mchezo huu wazee wanajiingiza ndani, unawaletea mtafaruku, unawaletea matatizo, hata huenda pia kawaletea matatizo ya kiafya, kwa sababu tunaona kwamba mzee anateseka kweli, na ni vizuri kujiepusha na masuala kama haya, hasa sana kama we mzee ambaye unastaafu. Kwa hivyo imekuwa kijana wenyu Alex, na ninaomba muendelee kusubscribe
like and share to my channel. Until next time, adios. Kunisomesha alinisaidia sana, lakini hiyo story ya kusema kauza nyumba 3 kwa ajili yangu, jamani, haizikuwa 3. I think zilikuwa nyumba 2, moja aliuzaga kipindi ambacho naumwa, maana alikuwa hapendi kuniona napata shida au na huzuni kitu gani nimekosa wiki na hiki, afu kipindi kile alikuwa kashia staafu, kwa alikuwa hana hela. Kwa nilivyoumwa tu ndo akauza maliza chuo. Ningemleaje yule mtoto?